Dani alimwomba Anna amsaidie kijana huyo kurekebisha shati lake lililokuwa limeachia. Akamsaidia kulirekebisha na kumuuliza alikuwa anafanya nini hapo. Kijana huyo alisema amekuja na familia yake. Hana akamuona mrembo na haraka walianza urafiki wa karibu. Kijana huyo naye alimpenda Hana. Alipoulizwa jina lake, alisema alikuwa So. Ghafla, baba yake akampigia simu. Hana alishangaa sana alipogundua kuwa So ni mwana wa mtu aliyekuwa anataka kumuongeza Hana kwa familia yake. Sio hivyo tu, familia ya So ilimwalika Hana kwenye safari na kumnunulia zawadi nyingi. Wakati Hana aliporudi, Dan alihisi wasiwasi na wivu, akihofia kwamba Hana angechukuliwa na familia hiyo. Lakini Hana alimfariji, "Sitakuacha kamwe. Hata kama wataniweka kwa familia yao, bado tutakuwa tukishirikiana." Hana alimpa Dan baadhi ya zawadi alizopokea kutoka kwa baba ya So, na wakahakikisha wakabaki marafiki wa dhati milele. Kabla ya kuondoka, Hana alimpa Dan kofia yake aliyoipenda. Dan alifurahi mno, akimshukuru kwa moyo wake wote. Wakati huo, So-hee alianza kuiga Safi. Alijaribu kuingia chumbani mwa Dan, kutumia vitu vyake na hata kugeuza fremu ya picha ili asione uso wa Dan. Hana, kwa upande wake, alipendwa haraka na familia yake mpya ya malezi. Alikutana na kila mtu, ikiwemo dada mdogo Jessie, na kugundua kwamba mama yao alikuwa na mtoto mwingine mzao. Kila kitu kilikuwa ndoto kwa Hana, familia kubwa yenye upendo na joto. Alisaidia familia yao na wao wakamjali sana. Walihisi kuchukua Hana kuwa mtoto wao ilikuwa uamuzi bora zaidi waliowahi kufanya. Wakati huo, Eugene alishuka kwenye hofu na uchungu mkubwa. Polisi walimpigia simu kumjulisha kuwa walikuwa wanapunguza utafutaji baharini. Miezi miwili pita bila matokeo yoyote. Eugene aliwakasirikia kwa sauti kubwa, akiwapa ofa yoyote, lakini afisa akakataa na kukata simu. Dunia yake ikang'ang'ania zaidi alipogundua kuwa mumewe amemwacha. Aliacha ujumbe, "Sitakuja hadi nitakapompata Safi." Kwa mguu mmoja, Eugene alimkosa mwanaye na mumewe kwa wakati mmoja. Moji, mama wa So-hee, alijua Eugene amealikwa kwenye chakula cha jioni muhimu na June, kijana aliyepata upasuaji wa moyo. Aliamua kuhudhuria pamoja na So-hee. Kwa bahati mbaya, chakula hicho kilikuwa mahali Dan alikuwa anakutana na familia yake ya uwezekano wa malezi. Dan alimuhemea kwenye choo na mama yake mpya wa malezi. Mojin alikuwa pale pia. Kwanza alidhani ni ndoto, lakini baadaye alisikia maneno ya mama huyo, "Tutamuongeza na kumchukua kwenda Marekani." Kwa hofu kwamba mpango wake ungeharibika, Mojin alifanya kila kitu kuhakikisha Eugene hakuoni Dan, wala yeye wala So-hee, ili ukweli usiojulikane kamwe. Kilichomfariji sana Mojin nilikuwa maneno ya Dan, "Nimepoteza kumbukumbu." Hii ilimaanisha kwamba hata akikutana na Eugene hatamtambua. Na Dan akaondoka salama pamoja na familia yake mpya. Wakati huo, Dan alitembelea Hana kusema kwa heri. Alimweleza kuwa anaenda Marekani, lakini aliahidi kumtumia picha kila siku na kuandika barua. Waliapa kwamba kuna kitu kitakachowatenganisha na kwamba watabaki marafiki milele. Wakati huo, walipiga picha nyingi kwa kamera ya So kwamba kumbukumbu zao zikaishi milele. Miaka 10 ikapita. Hana akakua, akaingia shule na akawa msichana hodari masomoni. Alijua kupiga piano vizuri sana. So-hee naye akakuwa akienda shule hiyo, lakini akageuka kuwa mtu mbaya na mchokozi. Siku moja, shule ilifanya sherehe maalum ya kuwaenzi wanafunzi waliofanya vizuri darasani na Hana alikuwamo. Hana aliteuliwa kupiga piano mbele ya genge lote la walimu na wazazi. Wazazi wa Sue walinunua maua, wakajipanga kuja kushuhudia kipaji cha binti yao waliyempenda kama mtoto wao. Lakini bahati mbaya ilimkuta tena. Njiani kuelekea shuleni, baba yake Sue alipokea simu. Simu ilimweleza kuwa kampuni yake imeanguka, imenunuliwa na shirika kubwa zaidi. Moyo ukapiga kwa kasi, kichwa kikawa kizito, na akiwa bado anajiuliza afanye nini, akapoteza mwelekeo. Gari likapinduka ghafla. Baba na mama wa Sue wakafariki papo hapo katika ajali mbaya sana. Shuleni,
Hana alikuwa bado na tabasamu, hajui kilichotokea. Habari ilipomfikia, alikimbia nyumbani, akawakuta wadogo zake wamelala kwenye vilio vikali. Haikupita muda, madalali wa madeni wakafika, wakachukua kila kitu. Wakasema baba yao amekufa akiwa na madeni makubwa. Watoto wakafukuzwa nje kama ombaomba, na wote wakamlaumu Hana. Kama wazazi hawakwenda shuleni kwako, bado wangeishi. Kwa uchungu, Sue akapiga magoti mbele ya mshirika wa baba yake, akimwomba angalau aachiwe nyumba. Akaahidi atamlipa kila pesa, lakini mwanaume yule alikuwa na moyo mgumu kama jiwe, akakataa. Nje, Sue akamwona Eugene akishuka kwenye gari lake la kifahari. Akashangaa, kwani ndiye mwanamke aliyesababisha kampuni ya baba yake kufilisika kwa makusudi ili awe mfalme wa soko. Kuanzia siku ile, Sue akaiacha roho yake ifungwe na chuki. Akaapa, nitakufanya utubu kwa machozi siku moja. Wakati huo huo, maisha ya Hana yalizidi kuwa magumu. Alilazimika kuacha shule, akaingia kufanya vibarua ili kuwalisha wadogo zake. Lakini Jesse akachoka kula viazi vya kuchemsha kila siku. Akalia, akasema haya sio maisha. Akaamua kuondoka. Sue akaamua kuacha shule na kuanza kufanya kazi. Lakini siku yake ya kwanza, alidhalilishwa, kupigwa, kufanyishwa kazi bila malipo. Hana akamwona akirudi amechoka na majeraha. Akakasirika, akamwambia asiendelee. Akasema hii ni wajibu wake kulipa uwema wa wazazi wake. Lakini Sue akasema, sitaki tena kuwa mzigo kwako. Hutaniacha nikuone tena. Akaondoka, akamwacha Hana akilia kwa uchungu. Miezi ikapita, Hana akaendelea kubeba mzigo wa maisha ya familia nzima. Moyo wake ukabaki kupata faraja kwa barua kutoka Marekani, kutoka kwa Dan. Dan alimwambia maisha yake yalikuwa mazuri sana na hata alikuwa anaenda kuolewa. Miaka 10 ikapita, Hana akawa mwanamke jasiri, mwerevu, mwenye uwezo wa kuongea lugha nyingi. Akapata kazi ya kuwa tour guide na akaiva sana kwenye kuuza chochote kwa watalii. Lakini maisha hayakuwa na huruma. Siku moja simu ikaita, habari mbaya. Safi amefariki dunia. Ameacha mtoto mdogo, Jack. Hana akahisi kama dunia imemfunika, lakini moyo wake ukatoa jibu moja. Nitamlea Jack, atakuwa mwanangu. Jack akawa mtoto mtulivu, mpole na mwenye akili nyingi. Lakini watoto wenzake wakawa wanamcheka. Hauna mama. Jack akawa mwenye maumivu moyoni. Mwalimu wa chekechea akampigia Hana akamwambia aje haraka. Na hii ni sehemu tulipofikia leo. Mambo yanazidi kucharuka na safari ya Hana bado ina milima na mabonde mengi mbele. Usikubali kuachwa nyuma. Bofya subscribe sasa hivi, washa alama ya kengele ili usipitwe na sehemu inayofuata. Like na comment, utuambie unampenda zaidi nani kwenye story hii. Kila sehemu mpya itakuwa kali zaidi ya iliyopita. Tuonane kwenye episode inayofuata hapa hapa kwenye Storyzone TV. Karibu sana, bye.